Karibu sana katika mtihani wetu, na huu ni Moko Shinyanga na tunafanya masahisho. Mtihani huu unaweza kufanya kupitia website yetu ambayo ni mnali.com. Katika swali la kwanza, kipengele cha kwanza ilikuwa ni swali la kutoa kama ninavyoonekana hapo. Naona tuende moja kwa moja kwenye swali. Cha kwanza, utalipanga swali lako kwa kuzingatia mamoja, makumi, mamia, maelfu na kadhalika. Lakini baada ya hapo tutapiga mstari na kuweka alama ya kutoa. Kwenye kutoa kama ilivyo ada, tunaanzia na upande wa mamoja. Maana yake tutachukua moja kutoa 7. Haiwezekani. Kwa hiyo tutakuja kukopa hapa ilipo mshale wangu, na hapo haiwezekani. Tutakuja hapa hakuna kitu, tutakuja hapa hakuna kitu, tutakuja hapa mwisho tutafika hapa kwenye mamilioni. Tutakopa moja au tutachukua moja, tutaleta hapa itakuwa 10. Tutachukua moja hapa patabakiwa na 9, tutaileta hapa itakuwa 10. Tutachukua tena moja hapa patabakiwa na 9, tutaileta hapa itakuwa 10. Tutachukua moja hapa patabakiwa na 9, tutaileta hapa itakuwa 10. Tutachukua moja hapa patabakiwa na 9, tutaileta hapa itakuwa tena 10. Tutachukua moja hapa patabakiwa na 9, tukileta hapa ile moja itakuwa 11. 11 kutoa 7 ni 4. Tukumbuke kuwa hapa imebakia 9. Kwa hiyo ukichukua 9 kutoa 8 utapata moja. Hapa pia imebakia 9. 9 kutoa 9 utapata 0. Hapa imebakia 9, hivyo 9 kutoa 9 ni 0. Na hapo imebakia 9. 9 kutoa hapa hakuna kitu, maana yake itakuwa ni 9. Na hapa pia imebakia 9. 9 kutoa 0 itakuwa 0. Hapa penye moja ndipo ambapo tulikopa. Kwa hiyo hapa hakuna kitu. Kwa hiyo jibu letu litabakia kuwa hivyo katika swali la kwanza. Asante sana, tuelekee kwenye swali la pili. Swali la pili lilikuwa ni swali la kujumlisha kama linavyoonekana hapo. Kama umefanya mtihani naamini lilikuwa hivyo. Tuende kwenye masahisho yake. Hatua ya kwanza, nashauri kupanga namba kuanzia kubwa kwenda ndogo. Tukiangalia namba yetu ya kwanza ni kubwa zaidi, inayofuata ni ndogo, inayofuata ni kubwa kuliko hii ya pili. Kwa hiyo panga namba kulingana na ukubwa wake. Anza kubwa zaidi, inayofuata kwa ukubwa ni. Kwa mimi nimeanza kubwa zaidi ambayo imeishia kwenye mamia. Hapa samahani, kuna makosa ya kiuandishi la kwenye mamia elfu. Lakini pia inayofuata ni hii iliyoishia kwenye makumi elfu, na ya mwisho ni ambayo ni 224. Tutapiga mstari, tutaweka alama yetu ya kujumlisha. Kwa hiyo tutaanzia kwenye upande wa mamoja ambapo tutachukua 8 kujumlisha 6 kujumlisha 4. 8 kujumlisha 6 inakuwa ni 14, ukijumlisha 4 inakuwa ni 18. Tunaandika 8, tunashika moja. 7 ukijumlisha 0 inakuwa ni 7, ukijumlisha 2 inakuwa ni 9. Na ile moja inakuwa 10. Tunaandika 0, tunashika moja. 4 kujumlisha 0 inakuwa ni 4. Tukijumlisha 2 inakuwa ni 6, na ile moja inakuwa ni 7. 6 kujumlisha 7 inakuwa ni 13. Tunaandika 3, tunashika moja. 8 kujumlisha 9 ni 17, na ile moja ni 18. Tunaandika 8, tunashika moja. 9 na ile moja inakuwa ni 10. Kwa hiyo tunaandika 0, 1. Kwa hiyo jibu letu kwenye swali la pili lilipaswa kuwa hivyo. Asante, naomba tuelekee kwenye swali la tatu. Swali la tatu lilikuwa ni swali la kuzidisha ambapo ilikuwa nasema 14,521 mara 324. Kwa hiyo hatua ya kwanza utapanga namba zako hivyo, na napenda unavyokuwa unapanga namba huo umepanga kuzingatia na nafasi zake. Tuna mamoja, makumi, mamia, maelfu, mamia elfu, mamilioni. Makumi elfu, mamia elfu, mamilioni, lakini pia tuna makumi milioni na mamia milioni. Kama haujaelewa zaidi namna kupanga hapo, rudia kwenye video zetu zingine zilizopo kwenye playlist yetu, utapata masomo zaidi. Kwa hiyo hapo tutapiga mstari, lakini baada ya hapo tutaanza kuzidisha kuanzia kwenye mamoja. 4 mara moja 4, tunaandika 4. 4 mara 2 ni 8. 4 mara 5 ni 20. Kwa hiyo tutaandika 0, tutashika 2. 4 mara 4 ni 16, na ile inakuwa ni 18. Kwa hiyo tutaandika 8 moja. Baada ya hapo tunakuja kwenye orodha ya pili. 2 mara moja ni 2. Ile 2 tutaandika chini ya 8 kwa sababu ndipo 2 ilipo. Kwa hiyo 2 mara 2 ni 4. 2 mara 5 ni 10, tunaandika 0, tunashika moja. 2 mara 4 ni 8, na ile moja inakuwa 9. Baada ya hapo tunakuja kwenye 3.
Kwa hiyo tutatumia orodha ya tatu. Tatu mara moja ni tatu, tunaandika chini ya 4 kwa sababu ndo mstari ambao tatu ipo. Tatu mara mbili ni 6. Tatu mara 5 ni 15, tunaandika 5, tunashika moja. Tatu mara 4 ni 12 na ile moja inakuwa ni 13. Kwa hiyo tutaandika 3 1. Baada ya hapo tutapiga mstari. Lengo la kupiga mstari ni kuziweka hizo namba tulizozirudisha zikae katikati, tusizichanganye na zile namba za juu. Kwa hiyo ukimaliza tendo la kuzidisha utajumlisha namba zako. Hapo tutapata 4. 8 kujumlisha 2 inakuwa 10, tunaandika 0, tunashika moja. 0 kujumlisha 4 ni 4, tukijumlisha 3 inakuwa 7 na ile moja tulioshika inakuwa ni 8. 8 kujumlisha 0 ni 8, tukijumlisha 6 ni 14. Tunaandika 4, tunashika moja. 9 kujumlisha moja ni 10 na tukiongeza 5 inakuwa 15 na hiyo moja tulioshika hapo itakuwa 16. Tunaandika 6, tunashika moja. 3 tukijumlisha moja inakuwa 4 na hapo tutamalizia moja. Kwa hiyo kwenye sehemu yetu ya kuzidisha swali letu la 3 tulitakiwa kupata jibu hilo. Tuelekee kwenye swali la 4. Swali la 4 lilikuwa ni swali la kugawanya. Ndugu mwanafunzi, katika kuzidisha na kugawanya, kitu cha msingi ni lazima uweze orodha, angalau orodha ya pili hadi orodha ya 9. Ni jambo la msingi zaidi. Kama una changamoto katika orodha, basi jitahidi kupitia kwa makini orodha ili uweze kumudu zaidi hesabu za kuzidisha na kugawanya. Kwa hiyo tunaendelea kwenye swali la 4. Hatua ya kwanza tutaandika hesabu yetu ya kugawanya kwa uwima, ambapo ni tumepewa 147,320 kugawanya kwa 58. Ukishakamilisha hivyo, tengeneza orodha ya 58 pembeni. Nimefundisha kugawanya, unaweza kupitia sehemu ya kugawanya. Tengeneza orodha ya 58 pembeni. 58 mara moja 58. 58 mara mbili, maana yake utachukua 2 mara 8 ni 16. 2 mara 5 ni 10 na ile 11. 58 mara 3 utachukua 3 mara 8 ni 24. 3 mara 5 ni 15 na ile 2 ni 17. 58 mara 4 utachukua 4 mara 8 32, unaandika 2, unashika 3. 4 mara 5 ni 20 na ile 3 23 hadi umalize 58 mara 9. Kwa hiyo unatakiwa kile ambacho unatumia kugawa, ambacho kwa hapa ni 58, utengenezee orodha yake kuanzia 1 hadi 9. Baada ya hapo tutakuja kwenye hesabu yetu kwa maana ya kuangalia. Tukichukua 1 kugawa kwa 58 haiwezekani kwa sababu 1 ni ndogo ukilinganisha na 58. Tutaongeza namba iliyopo kwenye makumi, itakuwa ni 14. 14 ukiongeza na 58 kugawa kwa 58 na kuwa haiwezekani kwa sababu namba iliyopo ni ndogo kuliko kinachogawia. Tutaongeza 7, itakuwa 147 kugawa kwa 58. Kwa hiyo utajiuliza 58 mara ngapi? Jibu lake itakuwa 147 au litakaribia 147. Utakuja kuangalia kwenye orodha yako uliyoitengeneza pembeni. Umuhimu wa kutengeneza hiyo orodha utakusaidia sio kila mara utakapotaka kufanya uanze kucalculate upya. Hapana, itakuwa tayari una orodha yako pembeni. Kwa hiyo ni kuangalia tu. Cha msingi ni kuitengeneza kwa makini bila kutengeneza makosa, kwa sababu namba yote ukikosea hapa maana yake itakupelekea swali lako lote kuwa limekosewa. Kwa hiyo tukiangalia orodha yetu tunaingia, inakuwa inakaribia mara 2, ambapo inaingia mara 2. 8 mara 2 ni 16, tunaandika 6, tunashika moja. 8 mara 5 2 mara 5 inakuwa ni 10 na ile moja inakuwa ni 11. Kwa hiyo tutapiga mstari, baada ya hapo tutatoa. Tutapiga mstari, baada ya hapo tutatoa. Kwa hiyo tutachukua 7 kutoa 6 tutapata 1. 4 kutoa 3 tutapata 4, kutoa 1 tutapata 3. Kwa hiyo tumebakiwa na 31 ambayo kwa hiyo tutaishusha hii 3 kwenye nafasi inayofuata. Tukishusha 3 tunakuwa na 313. Tutajiuliza tena 58 mara ngapi? Utapata 313 au jibu lake litakaribia 313. Ukija kwenye orodha yetu ni mara 5, ambapo inakuwa ni 290. Kwa hiyo inaingia mara 5. Kwa hiyo 5 mara 8 ni 40, tunashika 4.
5 mara 5 ni 25 na ile 4 ni 29. Kwa hiyo tunaandika 29. Utapiga tena mstari, utatoa. Kwa hiyo utachukua 3 kutoa 0, tutapata 3. Tutachukua 1 kutoa 9, iwezekani. Tunaenda kwenye 3, tunakopa 1. Tunaenda kwenye hii 3, tunakopa 1. Tukiweka hapa inakuwa 11. 11 kutoa 9 inakuwa ni 2. Tukumbuke kuwa hapa pambakiwa na 2. Kwa 2 kutoa 2 inakuwa hamna kitu. Tunaenda hapa tunashusha 2 inayofuata. Kwa hiyo tukishusha 2 tunakuwa tuna 232. Kwa hiyo tena utajiuliza kwamba 58 mara ngapi? Ukizidisha jibu lake utapata 232 au itakaribia 232. Kulingana na orodha yetu ni 58 mara 4. Kwa hiyo 8 mara 4 inakuwa 32, tunashika 3. 4 mara 5 inakuwa 20 na ile 3 inakuwa 23. Tukitoa tutapata 0. Kwa kuwa tukitoa tunapata 0 na tumebakiwa na 0, maana yake tunaishusha ile 0 kwenye hatua iliyofuata. Kwa hiyo tutajiuliza 58 mara ngapi? Utapata 0. Kwa hiyo jibu ni mara 0. Kwa hiyo 0 mara 58 utapata 0. Kwa hiyo jibu letu kwenye hesabu ya kugawanya, hesabu namba 4, kipengele swali la kwanza, kipengele cha 4, jibu lake ni 2540. Asante sana. Kama una changamoto kwenye kugawanya, rudia pia hesabu zetu zilizopo kwenye sehemu ya kugawanya kwa ajili ya kupata uzoefu zaidi. Tuelekee kwenye swali la 5. Swali la 5 lilikuwa ni swali la sehemu, ambapo swali la kwanza kipengele cha 5 lilikuwa nasema 10 2 juu ya 3 kutoa 3 5 juu ya 7. Na katika sehemu hiyo tutaanza na namba mzima. Kwenye sehemu natakiwa ukumbuke kwamba tuna vitu vitatu kwenye sehemu kama hii. Ni sehemu mchanganyiko, kwa wale wanaosoma English medium tunaita mixed fraction. Kwa hiyo sehemu mchanganyiko maana yake tuna vitu vitatu. Hii namba iliyopo hapa tunaita ni namba kamili au namba mzima. Hii ni namba mzima, sio namba kamili, samahani, namba mzima. Hii tunaita ni asili na hiki ni kiasi. Kwa hiyo namba mzima, asili, kiasi. Kwa hiyo sisi tutaanza na namba mzima. Namba mzima maana yake tutachukua 10 kutoa 3. Kwa hiyo tutachukua 10 kutoa 3. 10 kutoa 3 fasili yake ukichukua 10 kutoa 3 utapata 7. Baada ya hapo utapiga mstari katikati ya hiyo 7. Unatakiwa kutafuta KDS cha asili ambacho ni 3 na 7. Kwa hiyo tutafuta KDS ya 3 na 7. KDS na hisi tunajua namna kutafuta, na jibu lake hapo itakuwa 21. Kwa hiyo 21 tutaiandika hapa chini. Baada ya hapo tutachukua 21 kugawa kwa 3. 21 kugawa kwa 3 tunapata 7. Ile 7 tuliyoipata kama jibu tunaizidisha mara namba hii ya juu ambayo ni asili. Kwa hiyo ni 7 mara 2 unapata 14. Kwa hiyo tutaandika hapo 14 kutoa 21 kugawa kwa 7. Ukichukua 21 kugawa kwa 7 utapata jibu 3. Ile 3 uliyoipata utaizidisha na mara namba ya juu. Kwa hiyo 3 mara 5 unapata 15. Kwa hiyo hesabu yetu tumepata namba mzima 7. Tuna 14 kutoa 15 juu ya 21. Hii 21 maana yake ni asili. Umuhimu wako ni upi? Hii 7 fasili yake kwamba tuna mafungu 7 ambalo kila fungu moja lina vitu 21. Tuna mafungu 7 ambalo kila fungu lina vitu 21. Ukiangalia hapa tuna 14 kutoa 15. Fasili yake ni ndogo kutoa kubwa. Kwa sababu 14 ni ndogo kuliko 15, tunakuja kukopa fungu moja hapa. Tukumbuke tukikopa moja kuweka hapa haitakuwa 114. Tunakopa fungu moja ambalo fungu hili moja tunalolikopa hapa tukilichukua lina thamani ya vitu 21. Kwa hiyo tuende kwenye utekelezaji. Tunakopa fungu moja, ili fungu moja tunalochukua lina vitu 21. Kwa hiyo maana yake hapa patabakiwa na mafungu 6. Vile vitu 21 tulivyovikopa kuchukua kupitia kwenye fungu moja tutaenda kujumlisha na vitu 14. Kwa hiyo itakuwa hapa patabakiwa na 6, lakini pia hapa patakuwa na 35 kwa sababu tumechukua 14 kujumlisha 21. 21 tumeipataje? 21 tumechukua baada ya kukopa fungu moja lenye thamani ya vitu 21. Na hapa 6 imepatikanaje? Imepatikana 6 kwa sababu kwenye 7 mafungu masaba tumeliondoa fungu
moja tumefungua, tumekuja kuliongeza kwenye vitu 14. Kwa hiyo vitu 21 tumeviongeza na vitu 14, tumepata vitu 35. Kwa hiyo baada ya hapo utakuta sasa tuna uwezo wa kutoa 35 ukitoa 15 utapata 20. Kwa hiyo itakuwa ni sawa na 6 20 juu ya 21. Kwa hiyo swali la 5 lilipaswa kufanyika hivyo, jibu liwe 6 20 juu ya 21. Kama kuna changamoto katika hilo, ni kuombe pitia zaidi katika maswali ya sehemu na nimeyapandisha hapo na unaweza ukajifunza zaidi. Asante sana. Nikukumbushe tu kama unajiunga nasi, unaweza kupitia mtihani huu na kufanya kabla ya hapo katika website yetu ambayo inaonekana hapo ya mnali.com, na kupata mitihani mingi na mingine zaidi kupitia website hiyo mara kwa mara. Swali linalofuata ni swali la 6. Swali la 6 lilikuwa ni swali la magazi juto, ila ilikuwa inahusisha namba kamili hasi na chanya. Kwa mujibu wa kanuni ya magazi juto, tuna mabano sehemu ya kwanza, lakini pia tunagawanya, tunazidisha, tunajumlisha na toa. Kutokana na mpangilio wa magazi juto, tendo la kwanza ni kujumlisha, kama nilivyopigia mstari hapa. Kwa hiyo tutaanza na kipengele cha kwanza ambacho ni kujumlisha. Fasili yake ni nini? Tutachukua hasi 3 kujumlisha chanya 8. Tuanze na hapo. Kwa hiyo tukichukua hasi 3 kujumlisha chanya 8, tutakachokipata sasa, tujikumbushe kule kwenye kanuni za hasi na chanya. Tulisema hasi mara hasi ni chanya, hasi mara chanya ni hasi, chanya mara chanya ni chanya, chanya mara hasi ni hasi. Unachotakiwa kujua kwamba zikiwa za aina moja jibu linakuwa chanya, na zikipishana tunapata jibu hasi. Kwa mantiki hiyo tunatakiwa sasa kuendelea kwamba kwenye hesabu yetu tutaichukulia hii kujumlisha, hii hapa kujumlisha, ambapo sehemu ya kwanza tunaanza nayo, kama alama ya chanya, lakini pia tutaichukulia hii alama ya ndani pia kama alama ya chanya. Kwa hiyo hapa tuna chanya na hapa tuna chanya. Fasili yake itakuwa ni chanya mara chanya. Kwa hiyo chanya mara chanya maana yake tunapata chanya. Kwa hiyo hesabu yetu itabadilika, itakuwa hivyo kwamba 8 kutoa hasi 3, lakini huku tuna chanya 8. Kwa nini alama ya hapa nimetoa? Alama ya hapa nimetoa kwa sababu baada ya kuchukua chanya mara chanya tumepata, baada ya kuchukua chanya mara chanya tumepata jibu lake ni chanya. Kwa hiyo hii imebaki hapa chanya. Fasili yake ni nini? Kwamba tuna kwenye kipande hiki tulichokuwa nacho hapa tuna hasi 3, na ili ufanye kwa urahisi hesabu hizi hasi na chanya, chukulia hasi kama deni unalodaiwa, chukulia chanya kama fedha ambayo unayo kwa ajili ya kulipa deni. Kwa hiyo una deni la shilingi 3, lakini una fedha mfukoni shilingi 8 kwa ajili ya kulipa deni lako. Ukilipa deni unatakiwa kurudishiwa chenji, unatakiwa kuendelea kudaiwa, au hautakiwi kudaiwa na hautakiwi kurudishiwa chenji. Umeenda dukani unadaiwa shilingi 3, lakini kwenye kudaiwa shilingi 3 una fedha ambayo umempa ya kulipa shilingi 8. Kwa hiyo maana yake unatakiwa kurudishiwa chenji ambayo ni shilingi 5. Kwa hiyo tutakuwa na chanya 5. Kwa hiyo hesabu yetu sasa, kipande hiki kitakuwa kimeondoka, kipande hiki chote kimebebwa na chanya 5. Ndio jibu tuliolipata hapa. Fasili yake ni nini? Sasa hizi tuna 8 kutoa chanya 5. Tukumbuke kwamba namba yote ikiandikwa bila alama ya hasi au chanya, hiyo ni chanya. Kwa hiyo hapa sasa na kusema tuna chanya 8 kutoa chanya 5. Tutarudi tena, hii alama ya kutoa hapo tutaibeba kama hasi, haitokuwa kutoa, na hii alama ya chanya hapo tutaibeba kama chanya. Kwa hiyo itakuwa tena hasi mara chanya, hasi mara chanya, utapata jibu hasi. Kwa hiyo kwa awamu hii una chanya 8, lakini pia una hasi 5. Fasili yake ni nini? Kwamba una deni la shilingi una fedha shilingi 8, ila unadaiwa shilingi 5. Ukienda kulipa, maana yake tunategemea sasa ubakiwe na change shilingi 3. Tumesema una fedha shilingi 8 na una deni shilingi 5. Kwa maana yake
Ukienda kulipa tunategemea urudishiwe change, ambaye change yake itakuwa shilingi 3. Ile change maana yake ni kitu ambacho nacho, kwa hiyo ni chanya. Kwa hiyo kwenye hesabu yetu hiyo jibu lake lilikuwa ni chanya 3. Asante sana kwa kupata msingi mzuri zaidi wa hasi na chanya. Rudia kwenye video zetu na utapata maelezo vizuri na mazuri zaidi. Tuende kwenye swali la 7. Swali la 7 ilikuwa ni desimali na ilikuwa ni kutoa desimali. Katika swali hili la 7 ambalo lina kutoa desimali, hatua ya kwanza tunatakiwa tuandike namba zetu kwenye mpangilio. Desimali ina sehemu mbili, ina upande wa namba mzima lakini pia na upande wa nafasi za desimali, decimal place. Lakini hizo upande mbili zinatenganishwa kwa nukta. Upande wa kulia unakaa viwango vya desimali au nafasi za desimali. Upande wako wa kushoto unakaa namba mzima. Kwa hiyo 10.2 kutoa 1.983. Kwa hiyo tutapiga mstari, tutaweka alama yetu ya kutoa. Kwa sababu viwango vya chini ni vitatu na juu kuna kiwango kimoja, hatua ya kwanza unatakiwa juu kuongeza sufuri hadi kufikia kwenye vile viwango vya chini. Kwa hiyo tutaongeza sufuri, tutaongeza na sufuri hapa. Kwa nini tutaongeza sufuri? Sufuri zikiwa mwishoni mwa namba hazina madhara, lakini lengo letu ni kutengeneza uwiano kwa juu kupata viwango vitatu kama vilivyo chini. Kwa hiyo tukija hapa tutasema sufuri kutoa 3. Haiwezekani, tutakuja kukopa hapa, hakuna kitu. Tutakuja hapa tutakopa 1. Tukikopa 1 tutarudisha hapa, patakuwa na 10. Hivyo tutakopa tena 1 hapa, itabakia 9. Tutaleta hapa, itakuwa 10. Kwa hiyo utachukua 10 kutoa 3, tutapata 7. Hapa tukumbuke kwa tumebakiwa na 9. Kwa hiyo 9 kutoa 8 utapata 1, na hapa tumebakiwa na 1. 1 kutoa 9 haiwezekani. Tutakuja kukopa kwenye sufuri. Sufuri haina kitu, tunakuja kukopa kwenye 1. Tukikopa kwenye 1 maana yake hapa inabakiwa sufuri. Tunaleta hapa inakuwa 10. Tunakopa tena 1 hapa inabakia 9. Tukileta hapa tukumbuke hapa pakuwa na 2, tukikopa 1 kwa hiyo tuna 1. Tukileta na 1 inakuwa 11. 11 kutoa 9 tunapata 2, tunagonga nukta. Baada ya hapo tunachukua 9 kutoa 1 tunapata 8. Katika swali la namna hii, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa makini ni mpangilio. Unapopanga desimali hakikisha nukta kwenye hatua ya kujumlisha na kutoa, hakikisha nukta zinakuwa kwenye mstari mmoja. Maana yake 10.2 kutoa 1 nukta. Kwa hiyo hakikisha ile nukta inakaa kwenye mstari mmoja. Nje hapo unaweza kujikuta unakosea swali lako. Kwa hiyo jibu sahihi lilikuwa ni 8.27.217. Na unaposoma viwango vya desimali tunasoma namba moja moja. Ili upate msingi mzuri wa desimali, pia kuna video hapo zinazoonyesha hesabu za desimali. Asante sana, tuendelee na masaisho yetu. Swali la 8. Swali la 8 lilikuwa ni kugawanya desimali. Ukipewa kugawanya desimali kwa maana ya hesabu ya kugawanya kwenye upande wa desimali, hatua ya kwanza, gawa kwa njia ya mstari. Kugawa kwa njia ya mstari ni kuchukua namba yako ya juu, kugawa kwa kupiga mstari na kuweka namba yako ya chini. Kwa hiyo tumechukua 2.21 kugawanya kwa 1.3. Hatua ya pili, hesabu viwango vya desimali kati ya namba ya juu na namba ya chini. Namba ipi ina viwango vingi vya desimali? Ukiangalia kwenye namba yetu, namba ya juu ina viwango viwili vya desimali, namba ya chini na kiwango kimoja cha desimali. Badilisha viwango vya desimali kwenda kwenye thamani. Kumbuka kuwa kiwango kimoja thamani yake ni 10. Kwa hiyo viwango viwili thamani yake ni 100, na hiki kiwango kimoja cha chini thamani yake ni 10. Tumia thamani kubwa kuzidisha kwenye namba zote. Kwa hiyo thamani kubwa hapa ni 100. Kwa hiyo tutazidisha kwa 100 kila upande, juu mara 100, chini mara 100. Tukizidisha tutapata namba zetu kama ifuatavyo. Juu tutapata 22,100 na chini tutapata 1,300. Baada ya hapo, hatua inayofuata tunatakiwa tugonge upya viwango vya desimali.
Tukumbuke juu tuna viwango viwili. Kwa hiyo tukigonga viwango viwili vya desimali, hiki ni kiwango cha kwanza, hapa kiwango cha kwanza, hapa kiwango cha pili. Chini tuna kiwango kimoja ambacho kitakuwa hapo. Kwa hiyo tukigonga chini kiwango cha desimali, maana yake kitakuwa hapo. Kitu kingine cha kukumbuka kwenye desimali ni kwamba sufuri zikiwa upande wa kulia mwa desimali na zikiwa peke yake hazina kazi. Kwa hiyo tutaondoa sufuri za juu na tutaondoa sufuri ya chini. Fasili yake ni nini? Tumebakiwa na 221 kugawanya kwa 130. Kwa hiyo hapo tutachukua 221 kugawanya kwa 130. Hapo sasa tunaweza tukaendelea kugawa kama hesabu ya kawaida, kugawa kwa njia ndefu. Kwa hiyo tutachukua 221 kugawa kwa 130. Kama ilivyo ada, hakikisha unatengeneza orodha yako ya 130 pembeni. 130 mara moja, maana yake utapata 130. 130 mara 2 utapata 2 mara 0, 0, 2 mara 3, 6, 2 mara 1 ni 2. Kwa hiyo fanya hivyo hadi orodha ya 130 ikamilike kwenye 130 mara 9. Ukifanya utapata orodha ya namna hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo tutajiuliza, je, 222 mara ngapi utapata 100? 130 mara ngapi tutapata 222? 221. Kwa hiyo tukiangalia kwenye orodha yetu ni 130 mara moja tutapata 130. Kwa hiyo 1 mara 0 ni 0, 1 mara 3 ni 3 na 1 mara 1 ni 1. Tutapiga mstari kisha tutatoa. 1 kutoa 0 tutapata 1, 2 kutoa 3 haiwezekani. Kwa hiyo tutakopa 1, itakuwa 12 na hapa kwenye 2 itakuwa imebakia 1. 12 kutoa 3 ni 9. Kwa hiyo tumebakiwa na 91. 130 hatuwezi kuigawa kwa 91 kwa sababu 91 hatuwezi kugawa kwa 130 kwa sababu 91 ni ndogo. Baada ya hapo maana yake tutagonga nukta juu, alafu tutaongeza sufuri pale chini kwa ajili ya hii nukta tuliyogonga. Kwa hiyo tutakuwa na 910. Ukichukua 910 ukagawa kwa 130 utapata ni mara 7. Kwa hiyo utaandika mara 7. Kwa hiyo 7 mara 0 ni 0. 7 mara 3 ni 21. Tunaandika 1, tunashika 2. 7 mara 1 ni 7 na ile 2 inakuwa 9. Kwa hiyo tukitoa hesabu yetu inakuwa imekamilika. Kwa hiyo kwenye hesabu yetu ya 7 jibu itakiwa liwe 1.7. Na hatua za msingi ni hizo. Kwanza gawa kwa njia ya mstari. Baada ya hapo hesabu viwango vya desimali, vipi ni viwango vikubwa kati ya juu na chini. Baada ya hapo badilisha viwango kwenda kwenye thamani. Thamani kubwa zaidi zidisha kwa pande zote mbili, juu na chini. Ukishamaliza unatakiwa kuhesabu upya viwango vya desimali. Ile namba unayoipata basi utagawa kama namba ya kawaida. Niwashukuru sana. Ili kupata mtihani huu na kufanya mtihani huu kumpima mwanao, unaweza ukaenda kwenye mnali.com. Utaukuta mtihani umeandikwa mtihani wa hisabati darasa la 7. Hii ilikuwa ni Moko Shinyanga 2024. Lakini pia ni kuombe kusubscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube ili kuweza kupata videos nyingi zingine zinazokuja. Tuende kwenye swali la 9. Swali la 9 lilikuwa linahusiana na kugawanya sehemu. Tulikuwa tumepata 1 juu ya 2 kugawanya kwa 2 1 juu ya 3. Hatua ya kwanza tulisema kule kwenye kutoa, hii ni sehemu mchanganyiko. Maana yake tuna namba mzima, tuna kiasi na asili. Namba mzima, kiasi na asili. Unatakiwa kuibadilisha hii sehemu kwenda kwenye sehemu iliyozidi kiasi. Sijajua Kiswahili fasaha ni kipi, lakini kwa wale ambao wanasoma English medium, you have to change this fraction to improper fraction, ambapo tukibadilisha kwenda kwenye sehemu iliyozidi kiasi tutasema asili mara namba mzima kujumlisha kiasi. Fasili yake ni nini? Kwamba utapata 3, 2 mara 1 ni 2 kujumlisha 1 ni 3 juu ya 2. Tutagawanya hapa 3 mara 2 tutapata 6, tukijumlisha 1 itakuwa 7 juu ya 3. Kwa hiyo baada ya kupata hivi utasema tena sawa sawa na 2
tatu juu ya mbili itakuwa sawasawa na 3 juu ya mbili. Baada ya kugawanya itabadilika tendo, itakuwa kuzidisha. Na ukibadili kuwa kuzidisha, namba ya chini itakwenda juu na namba ya juu itakuja chini. Maana yake hii 7 itakuja huku na hii 3 itakwenda juu. Kwa hiyo tunategemea 3 iende juu na 7 ije chini. Kwa hiyo 7 inatakiwa kuja chini. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo hapa nilichokifanya fasili yake, maana yake tunabadilisha kwamba hii namba ya juu ya chini ambayo ilikuwa ni 3 tunaenda kuiandika juu, na ile namba ya juu ambayo ni 7 tunakuja kuiandika chini. Kwa hiyo ukiwa unafanya hesabu ya kugawanya, ukimaliza kubadilisha hapa, kufanya mfano hapa 2 mara 1 kujumlisha 1 ukapata jibu lako, hapa 3 mara 2 kujumlisha 1 ukapata jibu lako. Baada ya kugawanya hesabu itabadilika kuwa kuzidisha, na ukiweka kuzidisha, namba yako ya juu inatakiwa ije, namba ya chini ije juu na namba ya juu ije chini kwenye upande ule wa pili wa sehemu. Kwa hiyo tutakuwa sasa na 3 juu ya 2 mara 3 juu ya 7. Utaangalia kama kuna namba inagawanyika hapa au hapa. Kwa hiyo kwa kuwa hamna namba inagawanyika, 3 itakuwa mara 3 ambapo ni 9. Kwa hiyo itakuwa sawa na 9 juu ya 2 mara 7 ambapo itakuwa ni 14. Kwa hiyo tuna 9 juu ya 14. Hatua za msingi: badilisha sehemu yako kuja kwenye aina hii ya sehemu, na ili kuipata hii utachukua namba mzima. Maana yake hapa 2 mara 1 kujumlisha 1, 2 mara 1 ni 1, tukijumlisha 1 ni 3, 3 juu ya 2. Kugawa 2 mara 2 ni 6, tukijumlisha 1 ni 7, 7 juu ya 2. Kwa hiyo baada ya hapo utabadilisha tendo. Baada ya kugawanya itakuwa kuzidisha. Ukibadilisha tendo, sehemu yako inayofuata ambayo ni hapa, namba ya juu itakuja chini na namba ya chini itaenda juu. Baada ya hapo utaendelea na hesabu yako. Kama hizi namba ya chini na ya juu ina uwezo wa kugawanyika, maana yake hutakiwi kuliacha jibu likiwa hivyo, unatakiwa kurahisisha. Lakini kwa hesabu yetu hakuna namba inayoweza kugawa juu na ikagawa chini. Kwa jibu sahihi ni 9 juu ya 14. Asante sana. Tumalizie swali letu la 10. Swali la 10 ilikuwa ni magazi juto ya kawaida, na kwenye magazi juto kanuni tunasema ni magazi juto ni hesabu ambayo inahusisha tendo la kihisabati zaidi ya moja. Tunavyosema tendo la kihisabati zaidi ya moja, kujumlisha, hesabu ikiwa na matendo ya kujumlisha 4 ni tendo moja la kujumlisha. Kwenye magazi juto yetu hesabika zaidi ya moja. Lakini ikiwa na kujumlisha na kutoa, kuna matendo mawili tofauti, tendo la kujumlisha na tendo la kutoa. Kwa hiyo tayari tuna tendo la kihisabati zaidi ya moja. Kwa hiyo hesabu yoyote ambayo utapewa tendo la kihisabati zaidi ya moja, unatakiwa kutumia kanuni ya magazi juto. Ma inasimama kwenye mabano, ga ni gawanya, zidisha, juu jumlisha, na to inasimama kwenye kutoa. Kwa wale wanaosoma English medium, hesabu ya namna hiyo utatumia kanuni ya BODMAS. Kwa hiyo cha msingi tutaanza na mabano, hatuna, tutaenda kwenye gawanya. Gawanya kwenye hesabu yetu hii ni 18 kugawa kwa 3. Ukichukua 18 kugawa kwa 3 utapata 6. Kwa hiyo kwenye nafasi ya 18 kugawa kwa 3 tutakuja kuiandika 6 ambayo ni jibu. Kwa hiyo kwa sasa itakuwa 12 mara 6. Kwa nini hapa tumeweka 6? Kwa sababu baada ya kuchukua 18 kugawa kwa 3 tumepata 6. Tukikamilisha hapo tunarudi kwenye kanuni yetu. Baada ya kugawanya, tendo gani linafuata? Zidisha. Je, kwenye hesabu yetu kuna kuzidisha? Ndio, tunahesabu kuna tendo la kuzidisha ambapo ni 12 mara 6. Kwa hiyo ukichukua 12 mara 6 utapata 72. Kwa hiyo baada ya kuandika 12 mara 6, hapa chini tutaandika 72. Kwa hesabu yetu kwa 72 kutoa 48 kujumlisha 14. Baada ya kuzidisha, kwenye tendo linalofuata natakiwa liwe kujumlisha. Je, hesabu yetu ina tendo la kujumlisha? Ndio. Sasa hapa ni eneo ambalo kidogo tunatakiwa kuwa makini. Tendo la kujumlisha lipo ambalo ni, lakini hatutochukua
48 kujumlisha 14, tutaichukua 72 kujumlisha 14 kwa sababu mbele ya 48 kuna alama ya kutoa. Kwa hiyo alama ya kujumlisha iko kwenye 14. Kwa hiyo tutaichukua 72 tutaijumlisha na 14 kwa sababu 48 haitakiwi kujumlishwa, inatakiwa kutoa. Kwa nini inatakiwa kutolewa? Inatakiwa kutolewa kwa sababu mbele yake kuna alama ya kutoa. Kwa hiyo tukichukua 72 kujumlisha 14 tutapata 86. 86 ndio tunatakiwa tutoe na 48. Ukitoa utapata 38. Kwa hiyo swali letu la mwisho na la 10, jibu sahihi ni 38. Kwa hiyo nikushukuru sana kwenye kushiriki sehemu ya kwanza, ambapo tulikuwa na sehemu A ilikuwa na max 10, swali la kwanza kipengele namba 1 hadi 10. Lakini ni kuombe kuendelea na sehemu zinazofuata. Maswali yote yamefanywa kazi kikamilifu, lakini pia ni kuombe kushare kwa mwenzio ili aweze kupata maarifa haya kwa haraka, lakini usisahau kusubscribe. Naitwa Mwalimu Mnali, nafundisha shule ya msingi Pela Songea. Asante sana.